Again. Na vile tunajua hii hadithi anaenda juu chini. And each time Moses goes back up the mountain to meet with God, we learn something new. Na wakati Musa anapokwea mlimani kuna kitu tunasoma kipya. Something new about being a summiteer of the mountain of God. Ni kitu mpya kuhusu mtu anayekwea mlima. That wasn't an easy word and you did it. Na hiyo ni kazi rahisi. Well done. Asante. So what is the second principle? Ni kitu gani tena kikuu cha pili? There is persistence in summoning the mountain of God. Ni ile kuzingatia kuhusu kukwea mlima. This is not something that's tried for a time. Hii ni kitu ambacho kinatakana kila wakati. This is not a one-time experience. Sio kitu tu mara moja. It's not a one-time encounter. Sio kitu tu kimoja tu. It is not a once-in-a-lifetime pursuit. Sio kitu tu kwa maisha kimoja tu. It's an all-time, all-life pursuit of the summit. Ni kitu cha maisha unapoendelea kukwea. You never get to the end of God. Utaishi fika mwisho wa Mungu. You never, ever get to the end of God. Uwezi fika mwisho wa Mungu. God is infinite. Sasa Mungu wetu yuko. Seeking God is not a seasonal thing. Kitu cha kumtafuta Mungu sio kitu cha majira tu. It is a sustained thing. Ni kitu kiko tu. So we have to stop and ask, why do so many set out for this summit and then abandon it? Ni kwa nini tukwea mlima tena turudi? Why do so many say in a moment, God, all that I want is you? Mtu akasema kitu nahitaji ni kutoka kwako Mungu. And they mean it in that moment. Na wakati na majira. But then they give up the pursuit of him for something else. Na wakaanza kupeana na kitu kingine. Why does this happen? Ni kwa nini haya yanatokea? Why are some filled with a blazing fire for God in one season and then they grow cold in another? Ni kwa nini watu wanaenda kwa huo moto tena wanarudi? It's because climbing the mountain of more of God, kwa sababu kukwea mlima wa Mungu, it takes effort. Inachukua ukarimu, nguvu. It takes energy. Inataka nguvu kamili. It takes intentionality. Inataka ile msimamo thabiti. And everything in all of our lives is pulling us in the opposite direction. Na kila kitu katika maisha kinatuvuta pande mwingine. And so is the enemy. Na huyo ndiye shetani. I'm going to tell you something. Na naambia kitu. The enemy is very happy with you spending lots of time and energy doing anything else. Yaani shetani anafurahia kuwa unafanya kitu kingine tofauti. Unless it's pursuing more of God. Na kuliko kumtafuta Mungu. You have to understand nothing else is a threat to him. Na kuona kwamba hakuna kitu chochote ambacho kinamtikisa.